kama mwajiriwa kwenye sekta yoyote ile, upaswi bosi wako aje kukuchunga kufanya kazi, kwamba lazima nikuwekee sijui KPI ili uweze kuperform. Mimi naamini wewe umeajiriwa, unaelewa majukumu yako na unafanya kazi kiweledi, unatakiwa ufanye kazi kwa kile ambacho kimekuleta pale. Ukianza sasa kusema nianze kusikiliza ya nje nisiperform uwanjani, so wewe tunakuhitaji wewe ni professional player. Yaani unawezaje kushawishika eti usiende kuperform to the level ili ile timu isiwe bingwa? Yaani tutaanza kukaa chini tuanze kukujadili how wewe unaitwa professional player kama uishi unawapa mzigo viongozi kwa mara nyingine. Yes, unalipwa mshahara. Unalipwa mshahara. Yaani kiongozi kazi yake ni kukutengenezea mazingira mazuri ya wewe kuweza kuperform. Labda una migogoro yako ya kifamilia, kiongozi ana chip in kuhakikisha na sort out au mambo ya kifamilia. Labda sijui una matatizo yako ya kifedha, kiongozi ana chip in kuhakikisha you are good financially, ili akili yako. Watu wanahangaika na masuala transformation. Yes. Watu wanahangaika na kazi ya club. Waanze kukujadili wewe tumekuona sijui unashinda wapi? Unashinda wapi sijui? Watu wanahangaika na issue ya transformation. Tumekuona wewe sijui na mwanamke wapi? Watu wanapambana na mchakato wa utoaji. Tumekuona na mwanamke sijui ukiwa unapita mitaa gani? Hicho yani hayo sio maisha ya mchezaji ambaye ni professional. Swali ni moja. Hii ni Afrika. Unataka kuwa bingwa, unataka kuwa bingwa. Hivi sasa Afrika unataka kuwa bingwa, lazima wachunge wachezaji. Sasa hivi Yanga Engineer Health kwamba halali sasa hivi anashinda kwenye maklabu, anatafuta Pakome yuko wapi? Sasa Pakome yuko wapi? Sasa huko Pakome yuko na nani sasa hivi? No. Mimi naamini wachezaji wamesajiliwa ni professions, wanaishi kwenye matakwa ya kiweledi, wanalipwa mishahara, wanajua kabisa Simba ni taasisi ambayo imewaajiri, inatakiwa ikawatumikie. Hayo yani viwango kupanda na kushuka it's normal kwa mchezaji yoyote, na sidhani kama mchezaji anarubuniwa kwamba ukacheze chini ya kiwango. Inatokea season hiyo na kuwa haupo to the best level ambayo watu wakuwa wameizoea. Kuna story nyingi zinaweza zikaja kuongelwa, na special ikija inahusisha Simba na Yanga. Na mimi nataja naenda straight kwa Mpanzu. Mpanzu wa perform, watu wengi wanaanza kuhusisha kuna kipindi game ya Singida Black Stars ilikuwa ni game ya Singida dhidi ya Simba. Mpanzu alionekana akizungumza kuanzia pale akuwa kwenye hiyo level ya performance. Kuna namna ambayo mchezaji pia yani inatokea tu anakuwa hayupo kwenye kiwango chake kile ambacho tumekizoea. Ni kipindi cha mpito. Yani form and class hivi ni vitu viwili tofauti. Form inaweza kawa ni comes and go, lakini class ya mchezaji kawa imebaki permanent. Kwa mfano leo hii Mpanzu ulikuwa unaona anavyopambana, yani is trying so hard kuonyesha kwamba niko na deserve kuwa Simba na deserve kucheza kikosi cha kwanza cha Simba, which is very good. Kwa sababu gani? Ameletewa mtu ambaye anamchallenge. Akiangalia winga wa kushoto he is not comfortable, yuko Aniset Aura. Akiangalia upande wa kulia kuna Libasegeye, kwamba kazini kwangu kuna kazi, I have to pull up my socks kama nataka kucheza kikosi cha kwanza cha Simba. So this level of competition ndio inatakiwa iendelee kuwekwa kwenye kikosi cha Simba. Kila position mchezaji asiwe comfortable. Kama hauwezi kuweka mazingira hayo, unategemea tu wachezaji hao watatumika, itafikia kipindi ligi katikati wameflop, fatigue imeingia, wana underperform. Utaanza kusema kwamba viongozi wa walinda wachezaji. Kwa hiyo tengeneza mazingira ya ushindani. Yanga kuna moment aliyekuwa ndani wa moto, aliyekuwa nje wa moto. Yani ugali moto, hauna haja ya kulindwa. Hauna haja ya kulindwa. Hivyo unaona Libasegeye anawaka. Unasema? Hapo yani ukiwa na mchezaji anayekukupa pressure kwenye nafasi yako. Mfano kwa Mpanzu, Libasegeye upande wa kulia ana hatari, upande wa kushoto Aniset Aura ana hatari. Wewe kama ndo Eli Mpanzu ulikuwa kipenzi cha mashabiki msimu uliopita, haikufikirishi? Lazima itakufikirisha mara mbili mara tatu. Utafanya mazoezi zaidi ili ujihakikishie tena kurudi kwenye first 11. Kwa kifupi hapo ndipo ambapo mchezaji ataamua kujilinda yeye mwenyewe. Hatomhitaji Murtaza Mangungu wala nani. Yani hatomhitaji Murtaza Mangungu wala Crescentus Magori kutembea na rungu kuona wewe unalala ngapi. Kwa sababu unajua kabisa bwana kuna Aniset Aura pale ama Libasegeye, nisipo jikaza hapa shughuli yangu itaishi hapa. Of course. Kwa mfano Jonathan Soa anakaa nje, Selemani Mwalimu anaingia, no problem. Chama amekuja, umeona anaonyesha ile usinia wake kwenye team, the way anavyo drag team, anacheza. Yani kuna some players wao ni viongozi, wanaweza siwe vocal lakini
matendo uwanjani yanakuonyesha kwamba huyu ni kiongozi. Chama sasa hivi amebeba hiyo role ya kiongozi. Unaona yeye anavyocheza. Sasa wale wachezaji wageni kama Chama ni legend hapa Simba, amecheza Simba, amecheza Yanga, amecheza Tanzania kwa muda mrefu, anajituma namna hii. Mimi nani ambaye ni mgeni? Kwa mimi ninachokiomba viongozi wa Simba, ulikuwa unagusia kwa Young Africans kuna nyakati walikuwa mchezaji anayeanza wa moto, anayeingia wa moto automatically. Hii ilikuwa ina trigger mchezaji kujitunza na kufanya mazoezi zaidi, kwa sababu anajua once nisipokuwa kwenye level yangu ya ubora sipati nafasi ya kucheza. Kwa hiyo ili niweze kupata nafasi ya kucheza nihakikishe once nikipewa nafasi ninakuwa na consistency, na ile consistency ndio itanihakikishia mimi namba. Mfano Max pia Nzengeli ilikuwa kila kocha akija atamrotate tu, mara kamweka kwenye wing ya kushoto, mara kwenye midfield, mara kwenye wing ya kulia. Why? Kwa sababu ya ile role yake ya kujituma. Anaibalance team with the ball, off the ball. Sasa kwa nini Max alikuwa anafanya vile? Alikuwa anaona kabisa Pacome yupo upande wangu wa kushoto, labda kulia Aziz Ki yupo, nikija kuangalia kwenye midfield Mudathiri yupo, sijui kuna Aucho, sijui kuna nani. Kwa unapopata nafasi inabidi uende extra ili uweze kujihakikishia kucheza. Pale unaona kuna wachezaji wanakuwa na matrainer wao binafsi. Yes. Wachezaji wanapata muda wa kupumzika. Yes. Anajua kabisa mimi nikipoteza hii nafasi sipati tena. Kwa hiyo kwa kifupi Simba Sports mimi nawapongeza katika dirisha hili walichokifanya. Waongeze wachezaji kwenye hizi position. Team bora ni ile ambayo kwenye kila nafasi na mchezaji zaidi ya mmoja, yani mmoja wenye daraja ambao of course. Na ndio maana Pep Guardiola alifanikiwa sana kwenye kipindi chake cha ubora. Yani akiwa Man City, Barcelona, of course, yani kwenye position, kila position yani kuna watu yani zaidi ya mmoja. Kampista kaka, hiyo Ulaya, Afrika haitoshi. Yanga wameweza vipi? Kaka hivi tu standard ya ubora sasa. Sikiza mfano. Kwa taratibu. Standard ya ubora Ayubu Mgando na Marusu kwenye ligi yetu. Kwa msimu wa 4 mfululizo ni timu ipi? Ni timu ya Yanga. Na of which msimu uliopita based on performance Yanga hakustahili kuchukua ubingwa msimu uliopita. Sasa wewe mtazamo wako, timu ambayo ilikuwa ina challenge Yanga ilikuwa Simba mechi mbili zote. Unasemaje? Ndio maana nakwambiaje mwisho wa siku kwani game mbili si alama 6 she? Kwani alama 6 kati ya mechi ngapi? 30 ngapi? 30 sijui. Sasa ubingwa umepatikana vipi? Yanga alikuwa anamfunga Simba kwa ushawishi ama ilikuwa ni fluke? Tuambie. Yanga alikuwa anamfunga Simba kwa ushawishi ama ilikuwa ni fluke? Ile papatu pira limepigwa huku goli. Ama alikuwa anamfunga kwa ushawishi, anammiliki? I don't know. Sema tarejea hapo. Hii ni Sports Extra Clouds FM. Bwana, leo mambo kwa ushahidi bwana. Valentine's Day. Unatajwa hapa mshindi, unasingizia una kipato, unasijui una fedha, unasikika hapa umechukua. Leo bwana, kila nusu saa natangaza washindi wawili.